إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، بعدكم محمدي الله تبارك وتعالى نكم صلي متموت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Enyi waja wa Allah, tulikuwa tunazungumzia hizi khutaba nini baada ya Ramadhan. Tumemaliza mwezi wa Ramadhan na tukasema watu baada ya Ramadhan wamegawanika aina mbili. Aina ya kwanza, ikhwani fillah, ni wale ambao ndani ya Ramadhan walikuwa wanafanya taat na ibada. Ndani ya Ramadhan alikuwa anasali sala za fardhi na sunna, alikuwa anasoma Qur'an, alikuwa anajitahidi na qiyamul layl, alikuwa anajitahidi na itikaf, alikuwa anajitahidi na adhkar, alikuwa anajitahidi na mlango wa dawa, alikuwa anajitahidi na ibada ya umra ila ghairi dhalika min al-ibadat wa ta'at. Kuna watu ikhwani fillah ndani ya Ramadhan walikuwa kwa ibada na taa, na baada ya Ramadhan wanaendelea na ibada na taa, baada wanaendelea na sala, baada anaendelea na siyam ya sunna, baada anaendelea kutoa mali yake na kusoma Qur'an na kufanya adhkar na kujitahidi na ibada na taa. Hawa tunaomba Allah azza wa jalla tujalie katika wao tukuwe tunadumu na ibada na taa mpaka tukutane subhana. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Allah mpaka ikukujie moyo ya Abdallah, mauti ya Abdallah wa ya amatallah. Na kuna aina ya pili ya watu wal-iyadhu billah, ndani ya Ramadhan watu wamefunga, yeye anafanya maasiya min ghibatin wa namima wa kadhibin wa tahrish wa zina ila ghairi dhalik. Ndani ya mwezi ya Ramadhan bado analewa, bado anazini, bado anaua, bado anawacha sala, anawacha siyam, anafanya maasi ndani ya mwezi wa Ramadhan. Na baada ya Ramadhan bado anaendelea na maasi na mukhalafat. Tukataja ikhwani fillah khutba iliyotangulia hatari ya maasiya. Maasi ndio yale inakosesha mtu rizqa. Maasi na dhambi ndio ile inaondosha katika vijiji mvua, inakuja kahta, inakuja ukame, ardhi inaitoi mimea, wanyama wanakufa, mazao haipatikani, riziki inaondoka, baraka inaondoka katika mal, baraka inaondoka katika rizqa, baraka inaondoka katika ilmu na afya kwa sababu ya maasi. Yale yanaletea mtu huzuni, yale yanaletea mtu dhilla ni maasi kwa muasi Allah tabaraka wa taala. Enyi waja wa Allah, tukatahadharisha maasi inadhuru mtu duniani. Maasi ikhwani fillah ni ile kusababishia mtu baada ya kukufa apate katika adhabul qabr, abadhibiwa kwa kaburini. Miongoni mwa ikhwani fillah ni maasi, innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir, amma ahaduhuma fakana يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. حديث ابن عباس في الصحيحين، mtume alipita kwa kaburi mbili akasema wanaadhibiwa ndani ya kaburi, wanapata adhaba. Au mmoja wao ikhwani fillah alikuwa anatembea na namima, anatoa maneno huku anapeleka huku kwa lengo la kugonganisha watu, ni sababu ya adhabu katika kaburi. Ama mwingine ikhwani fillah alikuwa angejizuia na mkojo, hasa ikhwani fillah na maasi zingine ambayo watu wanapata na adhabu kwa kaburini.
ya wanapata adhab ni sababu ya maasi. Ikhwani fillah, na tukazungumza watu wakifufuliwa kaburini, watu wataa na ibada, watakunya katika haudh ya alayhi salatu wasalam, maji baridi, maji tamu, maji ambayo ukikunywa huwezi pata kiu. Aniyatu kaadadi nujumi samaa, watu watakunywa ni watu wa tauhid, watu wa sunna, watu wa ibada, watu wa taa. Lakini ikhwani fillah, watu wa shirki, watu wa bid'a, watu wa maasiya hawezi kunywa katika haudh ya alayhi salatu wasalam. Ya Abdullah, ninasababisha mtu apate adhaba kwa kaburini ni maasiya. Ninasababisha mtu ikhwani fillah akose kunywa haudh ya alayhi salatu wasalam ni maasiya. Ninajalia mtu apatiwe kitabu yake kwa mikono ya kushoto au min warai dhahiri, ama nyuma ya migongo yake kwa kushoto. Kitabu chake mbona anachukua na mikono ya kushoto? Sababu ya maasiya. Ama watu wa taa watachukua kitabu chao na mikono ya kulia. Ikhwani fillah, wale wajitahidi kwa ibada na taa. Hiyo ndio tulizungumza ikhwani fillah katika hutuba iliyotangulia. Leo biidhnillah azza wa jalla nitamalizia inshallah taala baadhi ya vitu ikhwani fillah ambaye tampata mtu ambaye anafanya maasiya kule mbele ya Allah tabaraka wa taala, wal iyadhu billah. Enyi waja wa Allah, anasema alayhi salatu wasalam, anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wakati watu watakuwa katika ardhul mahshar, anasema alayhi salatu wasalam, ya'raqu an-nasu yawm al-qiyamah حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. أنا سمع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة جوا ikiletwa karibu watu jasho itakuwa inawatiririka. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. jasho itateremka mtu ikhwani fillah, inateremka paka inaenda ardhi dhirai 70 alafu inapanda. Anasema alayhi salatu wasalam, wayuljimuhum hatta yablugha adhanahum, na jasho yao inapanda ikhwani kwa sababu ya maasi na dhunub. Jasho inafika mpaka inamfikia mtu katika ikhwani fillah masikio yake, hatta yablugha adhanahum. Ikhwani, ya hadith ni hadith ya Abu Huraira radhiyallahu anhu warda fi sahihi, anasema alayhi salatu wasalam, hadith ya Miqdad ametaja Imam Muslim fi sahihi, tudna ash-shamsu yawm al-qiyamah min al-khalqa, jua italetwa siku ya kiyama katika waja, hata takuna bimiqdari mil, paka jua ikaribia na mtu kadiri ya mil, sehemu ya karibu ikhwani fillah na kichwa ya mtu. Anasema alayhi salatu wasalam, fayakunu an-nasu biqadri a'malihim fil 'araq, watu inategemea amali yako ilikuwa nini kwa hiyo jasho. Qala Rasulullah, anasema alayhi salatu wasalam, faminhum man yakunu ila ka'bayhi, kuna mtu ikhwani jasho inamtiririka siku ya kiyama inaenda chini ya ardhi 70 dhira'an, inapanda inafika ila ka'bayhi. Al-Ka'ba ni macho miwili ya miguu. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, na kuna mtu jasho inampanda ikhwani paka kwa magoti yake. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqawayhi, na kuna mtu jasho inatoka kuanzia chini paka inamfikia katika kiuno ikhwani fillah. Tuzungumzi bahari, hatuzungumzi mto, hatuzungumzi ocean. Hii ni dhambi ya mtu na aliyefanya ikhwani fillah. Wa minhum man yakunu ila haqawayhi, anasema alayhi salatu wasalam, wa minhum man yuljimuhum araqu ila wa minhum man yuljimuhum iljama wa minhum man yuljimuhu iljama. Kuna mtu jasho yake ikhwani fillah inammeza. Akasema Abu Huraira amesema mtusallama, wa ashara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila fi, mtume akasema kuna mtu jasho inammeza ikhwani fillah mpaka inamfikia katika mdomo yake ila fi. Hivyo amesema alayhi salatu wasalam, ya Abdullah, hiyo siku hali yako itakuwa nini ikhwani? Jasho yako itakufikia wapi ya Abdullah? Je, hautakuwa katika hizo, au itakufikia katika macho miwili ya miguu, au katika magoti, au katika kiuno, au katika mdomo au masikio, au ikumeze?
jiandaa na ibada na amalu salih. Wenzako ikhwani fillah, hiyo jua wataiona, wala hakuna jasho itawatiririka watu wa ibada na taa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Al-Imam al-Adil. Watu wa saba ikhwani fillah, siku ile watu majasho inawatiririka, hawatapata hiyo ikhwani, watakuwa katika bardi na salama. Wa kwanza al-Imam al-Adil, kiongozi mwadilifu. Kwa mwadilifu ya akhi, usikuwe dhalim na usisaidiane na madhalama. Al-Imam al-Adil. Wa shabun nasha fi ibadatillah, na kijana, enyi vijana, enyi barubaru, kweni kwa taa ya Allah azza wa jalla. Usiseme utafanya ibada kwa uzee, unataka usipatwe na hiyo jua na hiyo jasho. Katika watu wa shabun nasha fi ibadatillah, na katika watu ikhwani watatu, wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, mtu ambaye anapenda msikitini, anakaa akisoma ilmu, akisoma Qur'an, akifunza na akifunzana, akihudhuria Jum'a na jamaa. Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Wa anna ikhwani, wa mwingine, wa rajulani tahaba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, watu waliopendana kwa ajili ya Allah. Kwa katika unampenda mtu kwa ajili ya Allah, sio kwa maslaha na dunia. Wa rajulani tahaba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, wamekutana kwa ajili ya Allah, kupendana kwa ajili ya Allah, na wamekufa bado wanapendana, atawakutanisha Allah subhanahu wa ta'ala. Je, una mtu unampenda kwa ajili ya Allah? Sikiza ya Allah. Wa rajulun da'atu imra'a dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Na katika watu ikhwani fillah, mtu anamuita mwanamke mrembo mzuri katika zina, anasema inni akhafu Allah, na muogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Hazini kwa sababu ya kumwogopa Allah azza wa jalla. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mtu ametoa sadaqa mpaka mikono yake ya ikhwa haya kushoto haijui yale ya kulia imetoa. Anatoa sadaqa ya katika siri baina yake na Rabbus samawati wal ardh. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu, na katika watu wa saba enyi waja wa Allah, mtu amemkumbuka Allah na makosa yake na upungufu, akatoka na machozi kwa sababu ya kumwogopa Allah azza wa jalla. Ya Abdallah, katika hao watu wa saba kuna mtu ana hizo sifa zote saba. Kuna mtu ana hizo sifa sita, kuna mtu ana sifa tano, kuna mtu ana 4, kuna mtu ana 3, kuna mtu ana 2, kuna mtu ana sifa moja katika hizo, na kuna mtu hana yoyote katika hiyo saba. Je, ni katika aima ambaye ni waadilifu? Je, ni katika kijana amekuwa kwa ibada ya Allah? Je, ni katika mtu anapenda masajid? Je, ni katika mtu ambaye amempenda mtu kwa ajili ya Allah? Je, ni katika mtu anakuita mwanamke mrembo katika zina ukasema maadha Allah, ukasema inni akhafu Allah? Wewe je, ni katika yule ambayo anatoa sadaqa katika hali ya siri? Je, wewe ni yule ambayo anamkumbuka Allah lalia, macho yako ishaitoa machozi yauman kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani, hawa ni watu wa taa, hawa ni watu wa ibada. Kinyume yao ni wale wengine, enyi waja wa Allah. Imekuja hadithi Adi ibn Hatim, ametaja Imam al-Bukhari fi sahihi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman fayanzur aymana min fala yara illa ma qaddam wa yanzur ashyama min fala yara illa ma qaddam wa yanzur bayna yadayhi fala yara inna an-nara تلقاء وجهي فاتقوا النار ولو بالشق تمرة. حديث صحيح. أنا سمع عليه الصلاة والسلام siku ya kiyama hakuna mtu ikhwa isipokuwa ataongeleshwa na Allah, hakuna baina yake na Allah anayemfanyia tarjama. Laysa bainahu wa baina Allah turjuman fayanzuru aymana min, ataangalia mikono yake ya kulia, fala yara illa ma qaddam, hautaona isipokuwa amalu salih uliyokadimisha mbele ya Allah. Tuqadimisheni khair, wama tuqaddimu lianfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, yale umetanguliza kwa khair utapata mbele Allah. Fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashyama min, ataangalia kushoto, fala yara illa ma qaddam, katika maasi na mukhalafa.
وينظر بين يديه ataangalia mbele yake fala yara illa an-nar tilqa wajhi na mbele yake kuna moto ya Allah fattaqun nara ogopeni moto ya Allah enyi waja wa Allah walau bishiqi tamra hata kama utatoa kipande ya tende ya sadaka itakuepusha na moto ya Allah subhanahu wa ta'ala enyi waja wa Allah anasema alayhi salatu wasalam ambayo siku ambayo watu watakuwa katika uwanja wa mahshar hadithi ya Abu Huraira qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء حديث يا أبو هريرة أنا سمع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وتردش حق يوات والله وتردش حق يوات لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء حتى إلى مبوزينا بيمبه إلى مدونغا إنجيني هاينا بيمبه ule ambaye hakuwa na pembe atawekewa na Allah azza wa jalla imdunge ule mwingine aliyemdhulumu duniani enyi waja wa Allah ndio ulama wakasema katika hikma ya kufufuliwa wanyama wa idha alwuhush husharat wanyama watafufuliwa wanyama kwani kuna janna na nar la ule aliyedhulumu mwenzake huyu mwingine anamchoma pembe anamlipisha kisasi alafu anamalizwa ikhwan fillah kama wanyama Allah atawalipisha baina yao ule alionyesha mwenzake nguvu akamdhulumu Allah atamlipishia je wanadamu enyi waja wa Allah katika uwanja ikhwan fillah ya mahshar anasema alayhi salatu wasalam hiyo siku ambayo yawma tubla sarair hiyo siku ambayo mikono yako miguu yako itatoa ushahidi اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون viungo yako itatoa mikono mwa ushahidi juu yako ya Abdullah anda jawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yutaambia nini Allah azza wa jalla hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allah alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwal marra wa ilayhi turja'un yusiku ikhwani fillah yawma tashhad alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun viungo yako itatoa ushahidi ikhwani fillah hakuna kitu ya kuruka hiyo siku ikhwani fillah wale uliwadhulumu ukaonesha una ujanja ukaonesha una power ukaonesha una nguvu ukaonesha una kabila ukaonesha una lawyer ukawashinda katika makesi ukapora ardhi zao mali zao nyumba zao wanyama yao يوم القيامه atakuja قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار enyi waja wa Allah hiyo siku la mafar watu watakuja mlolongo ikhwani fillah wamepanga line mtu aliyekuja duniani wa salam wa siyam wa zakah masha Allah safu al-awwal anafunga Jumatatu na Alhamisi anajitahidi na umra na haji anajitahidi kutoa sadaqat lakini ulimi yake na mikono yake waislamu na waja wa Allah wamekosa kupata amani nayo anakuja mtu anamwambia Allah huyu alinitusi shatamani amali yake inachukua anampa huyu anakuja ya Allah kadhafani alinisingizia nilifanya maasi nilizini na sijazini anachukuliwa amali huyu anasema dharabani huyu anasema amemaga damu yangu huyu amechukua mali yangu watu wanagawa amali huyo mtu ikiisha na line bado ni refu madhambi zao wanamwekea kisha wanamtupa katika moto ya Allah subhanahu amesema alayhi salatu wasalam من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه حديث ما يتجمع الإمام البخاري حديث أبو هريرة mtume anasema yule amemdhulumu mtu kwa mali yake au ardhi yake arudishe na muombe msamaha duniani kabla kiyama siku ya kiyama
kiyama hakuna pole, hakuna nitakulipa dirham wala dinar, hakuna. It is too late. Siku ya kiyama ni amali yako inachukuliwa, anapewa huyo mtu. Siku ile unahitaji hiyo amali ikuingize janna ya Allah. Na hakuna ikhwani fillah, enye umechukua mali ya mtu rudisha, enye umechukua ardhi ya mtu rudisha, enye umechukua mnyama ya mtu rudisha. Yaum al-qiyama atakuja mtu ikhwani, kwa shingo yake amebeba 7 aradhin, ardhi 7 aliyepora, atayepora kadri ya shibr katika ardhi. Atakuja yaum al-qiyama humila, amebebeshwa 7 aradhin. Yule amechukua mbuzi ya mtu au ng'ombe ya mtu au ngamia ya mtu, yaum al-qiyama ataibeba kwa shingo yake. Anakuja, watu wanamuona hadharani, mbuzi kitoa sauti na hiyo ng'ombe na hiyo ngamia. Je, kuna fadhiha zaidi ya fadhiha amama ya khalqi Allah? Kuanzia zama za Adam mpaka zama za ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadharani unajulikana wewe ni mwizi, uliiba mbuzi, uliiba ng'ombe, uliiba ngamia, ulichukua mali za watu. Utaambia Allah nini siku ya kiyama ya Abdullah? Enyi waja wa Allah, kuna mazito hiyo siku ikhwani. Baada yake hafidhakum Allah, kuna wakupita sirata. Kuna ikhwani fillah, watu watapita juu ya sirat. Qala Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Enyi waja wa Allah, watu watapita juu ya sirat nyembamba ikhwani fillah, kali ikhwani fillah. Anasema alayhi salatu wasalam, tajri bihim a'maluhum, kile nawapitisha ni amal ikhwani. Hakuna kuhongana, hakuna kujuana. Amali yako tufahamiana, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pita juu ya sirat, watu wamesimama, mtume atakuwa anasema Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Allah salimisha, chini yake ni nar, jisr fawqa jahannam, watu wanavuka juu yake. Ikhwani, haikupitishi tactics na acrobatic, inakupitisha amal. Kuna watu watapita kalbarak, watu ibada na taa. Kuna watu watapita ikhwani fillah katair, kuna watu watapita kama farasi, kuna watu watapita kama mtu anayekimbia, na kuna watu ikhwani watatamba. Kuna watu ikhwani fillah, hiyo makhatatif itakuwa inawashika kina hooks katika sirata, inawashika na inawatupa katika moto ya Allah. Umeandaa nini ya Abdullah? Ima ukivuka ni qantara alafu janna. Kuna sirat tutapita juu yake ikhwani fillah, wallahi tutapita juu yake. Andaa amal itakupitisha, ima upite haraka kwa sababu ya ibada yako na taa, au upite katika hali ya udhaifu, uwezi kupita, au anguke chini ikhwani, na chini ni moto ya Allah subhanahu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. enyi waja wa Allah, hiyo siku kubwa ikhwani fillah, anasema alayhi salatu wasalam, hadithi ya Anas, يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغا ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. أتلت إخواني في الله، يولى ليستريك وهي الدنيا kuliko watu wote, amepata kila aina starehe kwa hii dunia, ametembea kila mahali, amekula kila kitu. Analetwa siku ya kiyama, anaingizwa katika moto, mtu motoni huyo, anaingizwa katika moto ya Allah, kisha anatolewa, anaulizwa ya ibn Adam, mwanadamu, hal raaita khairan qat? Ushawaona khair kwa maisha yako? Hal marra bika na'imun qat? Ushawaipata neema? Fayaqulu la wallahi ya Rabb, wallahi sijawaona khair. Kuingizwa mara moja kwa jahannam na kutolewa, amesahau kila kitu,
aliyepitia katika neema. Hiyo moto kuingizwa na kutolewa imemsahaulisha everything aliyeenjoy na starehe ya miaka 60, 70, 80 amesahau. Kuingizwa kwa moto na kutolewa. Je, yule anakaa milele khalidan mukhalladan fi nar? Je, mtu anakaa wiki kwa moto? Je, mtu anakaa mwezi? Je, anakaa mwaka katika moto ya Allah? Enyi waja, tuogopeni Allah. Kutuogopeni Allah na tuogopeni moto ya Allah. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin. Kuni yake ni watu na mawe. Tumogopeni Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Moto hiyo kuni yake ni watu. Ikhwani fillah, sio kitu kingine na washa jahannam, ni watu ikhwani. Tufahamiana, waquduha an-nas wal hijara. Na mawe ikhwani fillah, chunga usikwe katika kuni ya jahannam ya Allah. Au usikwe katika hiyo sehemu ya kutupa katika moto. Allah tukinge nayo. Enyi waja wa Allah, na inaletwa mtu yuta bi ashaddi an-nas bu'san fi dunya min ahli al-janna fayuqal ya ibn adam hal ra'ayta bu'san qatta hal marra bika shiddatun qatta fayaqulu la wallahi ya rab. Hadithi Anas sahih Muslim. Mtu amepata stress na shida na huzuni na matatizo na balaa, mtu wa janna. All the stress amepata, kama ni ya ufakiri, kama ni ya ugonjwa, kama ni ya shida, kama ni ya matatizo, kama ni ya musiba, lakini mtu wa janna anaingizwa kwa janna mara moja, anatolewa, anaulizwa ya ibn adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat? Kwa maisha yako ushaiona shida yoyote in your life? Ushaipatana na kitu inaitwa shida na matatizo? Anasema la, tena na hapa la wallah sijaiona shida. Ikhwa, hiyo ndio janna na nar. Enyi waja wa Allah, anasema Rasulullah, aljanna aqrabu ila ahadikum min shiraki nali wanaru mithlo. Janna iko karibu na moja wenu kama ile viatu unavaa na open shoes, ile kamba vile nashika miguu yako. Janna iko karibu na wewe, fanya amal utaingia janna. Na iko karibu na wewe sana kama ile kamba ya miguu inakushika kwa viatu. Vile janna na nar iko karibu na mtu hivyo. Ukicheza tu kidogo umekosa janna, umeingia nar. Na ukijitahidi unapata janna. Janna iko karibu na wewe na nar vile vile iko karibu na wewe. Enyi waja wa Allah, hiyo nar, Mtume salama anasema hujibati nar bishahawat. Jahannam hujibati nar, tufahamiana, bishahawat. Jahannam imezingirwa na shahwa, matamanio ya nafsi. Tufahamiana, wa hujibatil janna bil makarih. Na janna imezingirwa na vitu nafsi itaki. Sala, kutawadha, baridi, kufanya ibada, tufahamiana, jihad, nini, tufahamiana. Kitu ambaye nafsi inaona baadhi ya uzito, janna imezingirwa nayo. Ama nar, matamanio. Unataka janna, zuia matamanio ya nafsi yako. Wa ama man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa. Janna uizuie nafsi yako. Inataka kulewa, inataka kuua, inataka kuzini, control. Utapata janna ya Allah azza wa jalla. Ukifuata hii nafsi la amaratun bisu, itakupeleka kwa yote ambaye ni mabaya. Enyi waja wa Allah, nitawapatia mfano, nitawapatia baadhi ya mifano ili teremke juu ya mimbar ya kwamba hii nar inazingirwa na kitu ambaye nafsi inataka. Miongoni mwake ikhwani fillah, ushirikina. Leo watu wanafanya ushirikina, akwe tajiri, apate mali, ila ghairi dhalika. Tafahamiana, anaingia kwa mlango wa shirk. Tafahamiana, biashara iendelee, sijui hifadhi boma. Sikizeni, hiyo nafsi inataka ukue bilionea haraka, uingie katika hii chama za mashayatin, ujue ni sababu ya nar. قال رسول الله، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هي شركي نسبب يكحرمشوا جنة نقبت موت الله عز وجل وتنا شركي. نعم سمع عليه الصلاة والسلام متى صلى ما نسمع. تفهمين كسبب يكوينجيا موت الله عز وجل الشرك. تفهمين نعم نسبب يكوينجيا جنة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به دخل النار. حديث يا جابر katika sahih Muslim, atayekufa hajamshirikisha Allah na chochote ni sababu ya janna. Atayekufa amemshirikisha Allah na chochote ni sababu ya nar. Enyi waja wa Allah, miongoni mwa sababu ya nar ni bid'a. Fata sunna ya Abdullah, usipinge sunna ya Abdullah, usipinge sunna ya Amatallah. Sunna ni sababu ya janna, kuacha ni sababu ya nar. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abu Hurairah Bukhari, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Wale ambao watafuata sunna ni sababu ya janna ya Allah. Wale watafuata sunna
ni sababu ya janna Allah. Wale watakataa sunna ni sababu ya moto ya Allah tabarak wa taala. Ikhwani, sunna sio ya kabila fulani au ya mtu fulani au tabaka fulani. Sunna ni ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawadij wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Na kuna ziada sahiha wa kulla dalalatin fi an-nar. Sunna sababu ya janna. Kuacha sunna na bid'a na muhdathat fi dinillah sababu ya nar. Anasema Allah, wa man yushaqiqa ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adhabun alim. Qala Allah, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني وجه الله أنا سمع الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أنا سمع الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله أطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Siku hiyo utatolaumiana, haitakusaidia laana. Nilifuata mkubwa wangu, nilifuata shekhi wangu, nilifuata fulani, tulifuata baadhi ya wazee tukawacha sunna. Kwa sababu ya moto ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani waja wa Allah